Tunamzungumzia kijana mwenye miaka kuanzia 18 kwenda mpaka 45. Sababu kuna watu wana miaka 45 haoi na hamumuelewi. Unajiuliza huyu ana matatizo gani? Ni basi tu, na yani anakuwa ni mtu ambaye amekomaa, bachelor aliyekomaa, bachelor ambaye hajui, hana mchango kwenye jamii. Dr. Rugina, hudhani kama madhila wanaopitia walioko kwenye ndoa ni chanzo cha hawa ambao hajaingia kwenye ndoa? Nimeizungumza hiyo kwamba changamoto kubwa ni kwamba kupitia mitandao, social medias, watu wamejua mambo ya kwenye ndoa mapema, na istaiki wamechoka, naenda kupata nini? Mbona ninapata sasa ninachokihitaji chote nakipata sasa. Kule naenda kupata nini? Hivi wanadhani kwamba kwa kukaa na msichana au mwanaume wiki moja, wiki mbili, anakuwa sawa na nilioko kwenye ndoa. Hamna usawa. Sisi kwenye ndoa tunafaidi zaidi kuliko wewe. Na kwenye ndoa kule kuna mambo mengi mazuri kuliko huko nje. Kwa hiyo vijana wa sasa wanapaswa kujua kwamba ili awe bora lazima awe kwenye ndoa. Ndoa wakati fulani mke anaweza kukwambia, "Kwa nini umerudi saa hizi? Kwa nini hatujalipa ada ya mtoto?" Maana yake anachangamsha akili yako. Maana yake anakufanya uende. Kwa nini umerudi saa hizi? Haujiachii ovyo kwa watu huko nje. Hulewi ovyo ovyo, hunywi ovyo ovyo, hui malaya. Kwa sababu nyumbani kuna mtu anakuguide, anakufuatilia. Kuna mtu anataka ukae vizuri. Sasa ukiwa bachelor uliyekoma, hamna mtu anayekufuatilia, kinachotokea ni nini? Utakuwa ovyo kwenye jamii. Hautakuwa mfano mzuri. Utakuwa unahusishwa na ubakaji, utongozaji wa watoto wadogo. Utajikuta kwamba wewe una biashara maalum kwa sababu huna mipango, huna majukumu. Kimsingi unatuharibia jamii.